Huwa nakumbuka siku moja kwetu nyumbani, mimi nakuwa nimeungua mguu. Ukiangalia hapa kwa mguu yangu kuna kuwa na kidonda hapa. My wife alikuwa ananiuliza kidonda kilitoka wapi. Nikamwambia listen, siku moja kwetu nyumbani, na niliwaambia hiyo story hapa tena. Wakati mama yangu alifutwa kazi na Moi akafunga team cells, sisi na mimi ndio kitinda mimba. Baba yangu ako na wake wawili na watoto wote tuko 18. Baba yangu alinizaa akiwa na 60, I think 60 something. Ndio sometimes mkisikia nikinuka mzee ama muone kuna kama ninalala mapema, ni unajua tuliambiwa na Bishop Harrison ni vizuri uzae mapema ukiwa kijana, kwa sababu ukiangalia watu wengi ambao wamezaliwa na wazee kabisa, ama uangalia wasichana wengi wale wanazaa na wababa, unasema ni mbabas. Ati yako katoto kuna vile hakamalizagi resi, kwa sababu mikuki ya mzee ni mzee, mikuki ya kijana ni moto. So ndio unaona watu wengine kwa maisha ni wapole, wengine tu hata ukimwangalia tu ni mdogo, lakini behaviors ni za mzee. Hata ukimuita na ni mdogo tu ako 35 years, lakini ukimuita Kamau, ni kuzaliwa na mzee. Wale mko hapa mzae mapema, ndio tuliambiwa, sababu organs za mtu mzee hazina mayo meta wate mazeni. Unaona hapa tuko na Mtanzania anaweza sikia tukiongea vitu zingine na shindwe, hii ni nchi gani? And I thank God leo Njoroge hakusema tupigie watu kwa TV makofi, kwa sababu shusho wangeshindwa huyu, sababu Njoroge anasemanga wenye, atupigie wenye si Kiswahili, ni tupigie wale ambao wako katika runinga. So mkikaa hapa na shusho usimwambie unaona pale ni penye pana hiyo si Kiswahili sanifu. Sasa wakati mama yangu alifutwa kazi, kwetu kukawa na njaa sana. And kulikawa na mwalimu wetu alikuwa anavuna kwa shamba. Wakati huo sikuwa nimetahiri. Ni vizuri mjuage vitu zingine zimefanyika. Sikuwa nimetahiri, nilikuwa kijana mdogo. Nikachukua mahindi 2 kutoka kwa huyo mwalimu nikabeba. Wakati huo tulikuwa tunaishi na mama yangu na brother ya ule Jenny. Wapi Jenny? Ule. Mimi ni baba ya huyo ananiita baba. Baba yake ndiye mkubwa wangu. Tulikuwa tunaishi na brother yake na mama yangu huko nyumbani. So tukiwa vijana tukavuta moto hapa kando na moshi. So tulikuwa tunakongoa yale mahindi, tunaekelea hapo kwa moto, inakuwa popcorn tap. Unajua ndole. So wakati mama yangu alikuja akaona kile tunafanya, alinirushia moto, nikachomeka hapa. Ukiangalia mguu wangu nakuwa nimechomeka hapa. Wakati alinirushia moto, hiyo moto ikaguza wale, unakumbuka ile plastic bags menyore, moja ikakuja na kuni, ndio ilimwagika hapo kwa mguu yangu. Nikamuuliza mama, sija kukosea, hakuna kitu nimekufanyia, lakini umenirushia moto ya nini? Akaniuliza, mnacheza na mahindi badala mkongoe yote tupike githeri tukule kama familia. Sisi tunaona ni ile raha yetu, lakini yeye anaona hii mahindi 2 inaweza kutosha familia yote, sababu ya ile njaa ilikuwa pale. And the reason nasikianga uchungu kwa moyo wangu ni kwa sababu wakati niliongezewa mshahara kazini, huo ndio wakati mama yangu alifariki. She never enjoyed what I have become in this life. Hajawahi furahia. Baba yangu ni mzuri, amefurahia karibu miaka 7 kutoka mama yangu afariki. Lakini mama yangu ule uchungu huwa niko nao mpaka leo.
Na ndio maana huwa nawaambia hapa, my friends, treasure your parents and never normalize your parents. Iko siku itafika usahau na kwenu. Mimi nilisahau na kwetu, they can tell you, kwa sababu nikienda huko labda niende nione my brothers, na sometimes wao hukuja tunaonana. But that time hakuna mtu alikuwa ananiambia. Nilikuwa najipata kwa supermarket, ninaweka ka shopping kangu vizuri, ninajipata nyumbani. Sasa siwezi hata nikakwambia kama kwetu kulimea nyasi, kwa sababu mimi ndio kitinda mimi. There is a time that is coming, wale ambao hata kama hujabarikiwa na utajiri mwingi, allow your parent to take, even if it is 200 from your well. Hata kama ni 200, kubali tu. I wish my mother was there today, nimwambie, mom, we are no longer where we were. Kuna watu hapa Mungu anaenda kusababisha baraka katika maisha yao. And I know, najuaga uchungu ambao inakuwa ndani ya mtu mwenye anasema, I want to make it in life so that I can change my family. And if that is your prayer, may Jesus hear you. Kama ombi lako ni kubadilisha kwenu, Mungu asikia hayo maombi. Mimi ilifika mahali sasa mpaka mimi huwezi kunientice na pesa. Mimi zionangi zikiwa na maana. Sasa ni za nini? Mimi wakati nilipata mahali pangu pa kuishi na nikapata shamba yangu ya kuzikwa, mimi nilikuwa naambia tu Mungu, nipe kanyumba mahali naweza ishi na familia yangu, na unipe mahali nitazikwa nikiwa mzee. And I thank God, siku moja ikifika wakati huo nitazikwa karibu na baba yangu, kwa sababu amezikwa kwangu. Wanajiuliza utajiri mwingi ni wa nini ikiwa sina mzazi ambaye anaweza kucelebrate. That is why huwa najitolea. Mkinunua unga hapa, mimi ndio mtu wa kwanza kununua. Mkipewa kitu, hiyo pikipiki ni mimi ninunua na pesa yangu, nilipatia Elias aende aninunulie pikipiki. Sababu ni za nini pesa kama huyo kijana hataweza kuwekelea chakula katika meza yake, na mimi nikuwe na pesa? Ni za nini? Pesa zingekoro cire ciake, angekorwo uyu ni ekurarira ukiwa wina mbia bengi ni ciake. Oido unaweza fariki leo na uache zote. Nani alizikwa na pesa? Hakuna. May you become a blessing to another person. Watu wengine hapa wanagojea sisi tuwatoe mahali walipo. You are an angel to someone, but you are so comfortable. Kuna watu wanagoja tu uwashike mkono hivi, uambie simama, jitwike godoro lako, tembea. Kama Mungu amekupatia nafasi ya kuinua mkono wa mtu, give someone a hand. Raise someone. You will be mentioned somewhere that man, that woman helped me. Kama Mungu amekupatia nafasi ya kushika mkono wa mtu, shika utembee na yeye. Na ndio maana mimi mpaka leo huwa sisahau wale watu wote walikuja katika maisha yangu wakanisaidia. I never forget. Huwa na mention even in my book, ile kitabu ambao natoa kuhusu maisha yangu. Hao watu wote nimewataja hapa, mpaka huyu papasi. Ifuku ini leo. Ugathoma kuginya ni generations. Wakati tulitembea na huyu kutoka Nakuru, tukaingia basi na huyu mzee, tulikuwa tunaulizana tunaenda wapi. Siku hiyo tukifanya comedy, alikuwa anavaa kama mama, mpaka anavaa marivas. Alikuwa anavaa kama mama. Tukitafuta huyu, mama yake alimwachia watoto wangapi? Watoto 9. Mama yake na baba yake wakakufa. Huyu hajasoma, lakini brother yake amemaliza university, na alisomeshwa na papasi na comedy, na yeye hajasoma. Kale kadogo kao ndio kako anamaliza form 4, kale kao kadogo. Huyu atigirwo ciana 9, na huyo kwanza kao kadogo aliachiwa kakiwa na miezi 3, 3 months. Turanagia twathiiko, papasi akajira tuthi tugethe bia mamu wanyu ndagakue. That time my mom was so sick. Alafu daktari unaenda nakwambia hii ni cancer na hatapona. Na weke higada na nuru atori ya kigwithu. Ukana hikyo ni kihigada. Ota kuona kiriro geci ya newe na nyina kiramizi.
That time was so hard for us. But I thank God that today I am not where I was. And that is my prayer today. Hapa kuna watu kuanzia leo watabadilisha their language. Huko kule ndo mekwaji kwira andu mareu nie ndire haria ndirari. It is your time to move. It is your time to rise up. It is your time to walk. It is your time by faith to become what you've been desiring to become. Ni wakati wako wa kufanyika kile ambacho umeishi kutamani kuwa. Praise the name of the Lord.